hatupaswi kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wadada tena tuliookoka hatupaswi kujidharau. Tunatakiwa tujikubali. Ukijikubali wewe kama wewe na watu wengine wanakukubali. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukijidharau, ukianzia wewe mwenyewe ndani ya moyo wako kujidharau, na sisi wengine tunakudharau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tujikubali, hatupaswi kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ya 4, hatupaswi kuendeshwa na tamaa za kimwili au hisia. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii hatupaswi kuendeshwa na tamaa za kimwili. Yaani inatuhitaji sana tumuombe Roho Mtakatifu atuwezeshe na atuongoze kuzishinda tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ya 5, hatupaswi kuwa karibu na watu ambao hawana roho ya Mungu ndani yao, au hawana mafundisho mazuri, au hawana maadili mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta maybe sisi wadada tunashikamana, labda tuseme urafiki na wadada ambao yani unajua kabisa huyu mdada ni mdada wa shughuli, mdada ambaye ana muda mwingi yeye ni kufanya labda tuseme uzinzi, ni mtu ambaye anaenda kukesha baa analewa, ni mtu ambaye unajua kabisa ana sifa mbovu, ana sifa ya kuchukua labda tuseme waume za watu, lakini wewe ndio bado ni mtu uliyeokoka unang'ang'ana kwa urafiki na yule dada. Ni jambo ambalo hatupaswi kuwa karibu nao, ila tunatakiwa tuwaombee na watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ya 6 na ya mwisho, hatupaswi kuvaa mavazi yasiyostiri mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wadada tuliookoka hatupaswi kuvaa mavazi ambayo hayastiri mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa sisi ni barua, tunatakiwa tuvae mavazi ambayo mtu ambaye hajaokoka akikuangalia, yani akikuangalia muonekano wako, jinsi zewe unavyovaa, avutiwe na wewe, yani mavazi yako tu, yani yawe ni kielezo tosha cha kumfunza yule, yani cha kumfundisha yule mdada ambaye hajaokoka. Lakini ikiwa kama sisi ni wadada ambao tumeokoka, tunavaa mavazi ambayo hayajastiri miili yetu, ni rahisi sana hata wakaka kuwashawishi kututongoza sisi, na si rahisi sana kuviepuka vishawishi kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuvae nguo ambazo zinastiri miili yetu, ambazo zinatutambulisha na kutuwakilisha sisi ni kama wadada tuliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kushukuru na semeni asanteni kwa kuweza kunisikiliza. Na Bwana tutampashia, alafu tutaachia makofi matatu. Pasha. Kila mtu mwingine hujaanza kupasha, tunampashia. Ametupa madesa mazuri sana, mambo ambayo kutokea hapa mtapaswa kufanya. Dada wewe hujaanza kupasha. Pasha, achia 3. Very good. Thank you. Asante sana. Okay, twende group lingine. Twende namba 1. Group namba 1. Asante sana, unaweza kurudi mahali pako. Yes. Kwa ufupi, point to point. Bwana asifiwe. Swali letu lilikuwa nawezaje kushinda vishawishi? Kitu cha kwanza, namna ambavyo unaweza kushinda vishawishi ni kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Yesu amesema kwamba Roho Mtakatifu yeye anatufundisha mambo yote. Kwa ili uweze kuvishinda, kama mdada wa chuo au mdada unayeishi katika jiji hili au mdada unayeishi duniani, inabidi kwanza uwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakufundisha, Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kufanya. Lakini kitu kingine ni kuwa na maono. Biblia inasema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa mfano mimi binafsi nina maono yangu, ninatamani kuwa mfanya biashara, ninatamani siku moja nije kuwa na kampuni yangu. Lakini hayo maono yangu ninajua kabisa siwezi kuyafikia kama sina msaada wa Mungu. Na Mungu hawezi kunisaidia kama nitakuwa nikimtenda dhambi. Sasa basi, kutokana na maono haya sitaweza kushawishika. Yani hata mkaka aniambia hapa, Nasha mimi niko tayari, yani nitakupata milioni 100. Nitasema hapana. Kwa sababu hizo milioni 100 zitaisha. Lakini nikiwa na Mungu, Mungu atanisaidia kufikia maono yangu. Kwa ukiwa na maono pia unaweza kuvishinda vishawishi. Point yetu nyingine ilikuwa ni kuwa na msimamo na kujithamini. Jithamini kama ambavyo leo baba ametufundisha kwamba mimi ni binti mzuri, ninastahili vitu vyote vizuri, ninastahili heshima. Kwa ni kujithamini na simamia msimamo wako kwamba wewe kijana, hapana kweli kweli. Yani sio hapana alafu kama kuna ndio, hapana.
yani kuwa na msimamo. Pointi nyingine ni kuwa na akili timamu, hekima pamoja na ufahamu. Tunajua sisi sote tuna akili, lakini ili uweze kushinda vishawishi inabidi uwe na akili timamu. Kivipi? Kwa mfano, labda mtu anaweza akanitafuta akasema, Nasha, mimi labda ni mkaka, Nasha, mimi naumwa, niko nyumbani najisikia vibaya, please naomba uje unipikie. Yani mbombo zikawa nyingi, lakini mimi nikiwa na akili timamu na ufahamu nasema hapa sio kwema. Yani mimi nitoke hapa kumpikia, kwani yeye anashindwa kwenda kununua? Au yani kuna namna tu. Ukiwa na akili timamu, ukiwa na ufahamu, ukiwa na hekima, unaweza ukashinda vishawishi. Utasoma Mithali sura ya 2 mstari wa 6. Lakini pointi yetu nyingine ni kutokuwa na tamaa. Sawa, ndio tunaweza tukatamani kuwa namna fulani, lakini hizo tamaa zisikufanye wewe umkosee Mungu, yani ushawishike. Kwa mfano, mimi hizi nywele zangu sijasuka hii sijui ni wiki ngapi, lakini sio kwamba sitaki kupendeza, nataka, ila na sio kwamba labda mkaka anaweza akashindwa kunipa 25,000 ngapi, anaweza, lakini je, yani nitawezaje kushinda hicho kishawishi labda kwa sababu hakuna cha bure. Kwa hiyo namna ya kushinda, kwanza usiwe na tamaa sana. Sisemi kwamba tusipendeze, tupendeze, lakini tamaa hiyo ya kupendeza isitufanye tukashindwa kushinda hicho kishawishi. Lakini point yetu nyingine ilikuwa ni kupenda mafundisho. Baba yetu, namshukuru Mungu kwa ajili yake, anatufundisha sana. Tukipenda mafundisho hayo na tukiyaishi, tutashinda vishawishi vyote kama mabinti. Lakini pointi yetu ya mwisho ni kuto kuchochea mapenzi. Biblia inasema kwamba msichochee mapenzi hata yatakapoona vyema wenyewe. Unachocheaje? Kuangalia, kusoma stories ambazo hazifai, labda kuangalia videos hazifai. Yani tusipoyachochea, tusipofanya vitu kama hivyo, tutaweza kushinda vishawishi vyote sisi kama mabinti. Asante. Very good. Tutampashia huyu sana tu, afu tutaachia mara 3 pia. 1 2 3 twende. Very good. Thank you very much. Bado kundi gani? Unaona unapokea kitu lakini Are you gaining something Yeah. Haya tunayopata yachukue, yaweke kwenye matendo. Ukiona mambo yanasemwa, always ujue yana msaada kabisa. So haya ambayo tunaendelea kuyapokea, tunasikia, usiyasikia hafu yapuuza. Hapa kusiwe hata na kitu kimoja unapuuza. Hii ichukue kuwa karakana ya kusaidia wewe kupata knowledge inayokupeleka ng'ambo ya pili. Amen. Kundi la pili, welcome. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Swali letu namba kikundi cha 3 linasema sababu za maumivu ya kihisia. Sababu za maumivu ya kihisia. Tukapata pointi yetu ya kwanza ni kufanya mambo yako kwa siri. Yaani kufanya mambo yako kwa siri, kutokushirikisha watu. Waga inapelekea watu wanaumia sana. Kwa mfano, nitolee mfano, kama una mahusiano, kwa sababu sisi tunashauriwa, kama kuna mtu amekufuata, amekuapproach, usifanye kuwa siri. Kuna baba yetu wa kiroho unaweza ukamwendea ukamwambia, au mzee wa kanisa, kama pale tulivyofundishwa kwa kuwa na mtu ambaye utamwamini na umshirikishe mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya mambo yako siri, kwa mfano mkaka amekuja kukuapproach akakwambia kwamba mimi ninakupenda, afu ukafanya ile ikawa siri, kuna siku yakija kukuacha utakufa vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maumivu ambayo utakuwa unahisi kwa sababu utakuwa umewekeza kila kitu kwake, alafu aje akwambie mimi na wewe basi, hautakuwa na msaada, hautakimbilia kwa baba ukamwambia mimi baba bwana nilikuwa na atakufariji sawa, lakini kuna utofauti kati ya kufarijiwa wakati ambapo ulikuwa umemwambia. Yaani kuna namna kama alikuwa anajua afu kuna mahusiano yamevunjika na baba alikuwa anajua, kuna namna utakuwa, yani kuna namna ataku encourage. Amina. Lakini kama ulikuwa mnatembea kwa siri, mimi naweza kutoa mfano mmoja hivi. Kuna mtu alikuwa ni rafiki yangu, kuna mkaka kamchumbia kanisani kwao. Na yule mkaka akamwambia usimwambie mtu yoyote yule. Yaani tufanye iwe siri, usiende kutangaza. Yaani usimwambie mtu yoyote mpaka pale niko tayari tutawashirikisha wale watu. Lakini mwisho wa siku yule mdada akawa amepata kazi, amehamishwa mkoa mwingine. Ghafla akasikia kwamba yule mkaka anatangaza uchumba. Jumapili inayokuja anavalisha pete. Imagine hayo maumivu yake.
Yaani jaribu kufikiria hata wewe hapo. Unaya imagine haya maumivu lakini. Amesema imagine haya maumivu. Jaribu kufikiria kidogo. Mnaya imagine haya maumivu. Kwa hiyo usifanye issue hizi kwa siri. Ni mbaya sana. Nikuongezee kitu hapo. Mfuate mama mchungaji. Kama ukiona mimi baba unapata access ndogo labda, japokuwa I'm free, mfuate mama mwambie. Yes. Tafuta mtu, endelea. Kwa yani alikuwa yani kama vile yani hayuko sawa. Na kule watu kuna akawa anajibu kumwambia mama mchungaji, yani lakini nilikuwa na mahusiano na anamwambia pastor. Anamwambia sasa mimi sikuwa najua. Yani pole tu, tuombe. Unaona hiyo pole haiwezi ikakusaidia kwa sababu ni siri, uliweka siri. Yani hata baba mwenyewe atakusaidiaje sasa? Hawezi. Ndo kijana mtu ambaye yuko tayari kumtangaza kwa watu ndo huyo, kampeleka kwa mchungaji, kwenye ofisi ya mchungaji. Ninajua wazee wa kanisa wanajua. Wewe hawakutambui. Leti kama kungekuwa kuna uwazi mwambie bwana umenifuata, wewe umenipenda. Mambo mimi ya siri sitaki. Twende kwa baba tukamwambie 1 2 3 hata kama hautanioa sasa hivi, lakini ofisi ya mchungaji yule inajua. Yesu atusaidie. Kabisa atusaidie. Pointi yetu ya pili nasema kumpenda mtu ambaye asiyeweza kukupenda kama vile unavyotaka. Mwana asifiwe. Pointi yetu ya pili nasema kwamba kumpenda mtu ambaye asiyeweza kukupenda kama vile unavyotaka wewe. Lakini kitu makubwa mno jamani. Mimi naona yahisi. Unaona ile inaitwa emotional pain, yani unaumia mpaka kiwango cha mwisho. Unampenda mtu alafu unashangaa anavalisha mwenzio pete. Ni kitu mbaya sana. Lakini kitu cha tatu tukaona kwamba ni kumbukumbu za zamani kufufuliwa kwako. Kumbukumbu za zamani. Yaani kuna vitu ambavyo umepitia huko. Ulikuwa na mahusiano huko sekondari, ukaja ukaachwa vibaya mno. Au primary. Yes, yani huko sasa ukaja ukaachwa vibaya mno, ukabebwa hadi ukapelekwa hospitalini, ukatundukiwa na drip kabisa, ukaachwa. Sasa ile ukitoka kwenye ile ukaja ukatengenezwa na watu, ukashauriwa bwana kuna kuna kuachwa, ndio umeachwa, tulia. Au tu hapa chuo tu umekuja umeachwa vibaya mno na mkaka ambaye ulikuwa unampenda sana, umeachwa. Miaka ikapita, sasa umemaliza chuo na umeshasahau sasa yale maumivu yamesha potea. Ukaja mtu tena akakupenda, ukakubali tena kuingia kwenye yale mahusiano. Ulivyokanyaga kwenye yale mahusiano, kuna namna ukao unahisi, yani kuna zile tabia ambazo ulikuwa unaziona zamani kule, ukaona kama na yule tena mtu anatembea kwenye zile tabia ambazo zilikufanya wewe ukaachana na yule mpenzi. Yesu atusaidie. Anakuwa ni maumivu. Lakini kitu cha mwisho tukasema kwamba tukahitimisha na neno la Mungu hapo, kutokujitambua na kuvunja mipaka na kutokuwa karibu na Mungu. Kutokujitambua, kuvunja mipaka ambayo umejiwekea na kutokuwa karibu na Mungu. Kutokujitambua tumefundishwa pale. Ukijitambua wewe ni nani, ukitambua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, haya yote hawezi akakuendesha. Kujua kabisa mimi bwana natakiwa niwe na ndoa nzuri. Baada ya hii miaka yangu nilionayo ni lazima nije kuwa na ndoa nzuri. Haitakuwa wewe, haitakufanya wewe mtu akikufuata ukafanya siri. Si hauwezi ukafanya siri. Kama ukitamani kuwa na ndoa nzuri hapo mbeleni, ndoa yenye furaha ambao hamtakuwa mnagombana huko chumbani. Bwana tusaidie. Ni lazima ujitambue. Wanagombanaga wanahama kabisa, yani chumba kingine. Hahami kwa jirani ujue. Anahama chumba kingine. Anakuhama. Yani wewe chumba chako kinakuwa hicho na yeye anahamia kingine. Kwa ni lazima ujitambue. Ukijitambua sasa hivi, hapo uko mbeleni kabisa utatoboa. Kwenye hiyo ndoa ambayo unaiwaza. Najua kila mmoja unajiwaza hapo kwenye akili yako, kwamba unatamani kuwa na ndoa nzuri, mwanaume mzuri ambaye hautaona aibu kumtambulisha kwa watu, watoto wazuri, familia nzuri. Bwana tusaidie. Kwani lazima ujitambue sasa hivi. Ukijitambua sasa hivi, hautaweza kupitia maumivu ya kuachwa na watu, sije kuwa na mahusiano ya siri, hauwezi. Lakini kitu kingine, kuvunja mipaka.
tukasema kuvunja mipaka, yani mipaka ambayo umejiwekea. Tumefundishwa kwamba hatutaki kufanya dhambi, na watu mpaka mnafanya dhambi ni kwa sababu ya mahusiano ya siri. Kama una mahusiano ya siri, mpaka lazima uvunje. Yesu atusaidie. Yani kama unajificha huko mahusiano yako, hutaki watu wajue, sijini amekwambia hapana usifanye hivi, hata akija kukuambia bwana tufanye dhambi, yani kuna namna atakushawishi. Atakwambia kwa nani anajua? Nani anajua kama mimi na wewe tuna date? Nani? Lakini kama kuna mahusiano yako hadharani, kuna namna mpaka utaulinda. Yesu atusaidie. Kitu kingine, kutokuwa karibu na Mungu. Wewe unasinzia? Unatafakari, okay? Alikuwa anatafakari ndio maana amegeukia hivi. Unataka kusinzia kwenye hali hii. Okay, kitu kingine tukasema kwamba kutokuwa karibu na Mungu. Kutokuwa karibu na Mungu ni nini? Kutokusikiliza sauti ya Mungu. Yaani kutokusikiliza sauti ya Mungu. Watu wengi wanaweza kuwa karibu na Mungu, lakini kuna sauti ambazo Mungu akikwambia acha hiki, usisikilize. Ukawa na Mungu, lakini kuna mkaka kaja akakupenda, lakini kama unaisikiliza sauti ya ndani, ni mkaka mzuri kweli, unatamani kuwa naye. Na hata kama marafiki zako ukiwasimulia nasema kwa kweli, hata kama ningekuwa mimi naweza kuwa naye yule kaka. Lakini ukisikia sauti ya ndani, Mungu anakuambia acha kweli. Bwana atusaidie. Yaani Mungu akikwambia acha, huyo mkaka achana naye. Njoo Vanice atuongoze kufanya factorial. Atatuambia factorial ngapi ili tumpashie huyu dada. Amefanya presentation nzuri. We are glad of her. Kwa kweli tumefurahishwa naye, Tuongoze. Tunapiga mara ya kwanza tunafanya 1 2 1 ya mwezi. Okay, hiyo ndio factorial 3. Okay. Sio factorial 3, mbona mnaweka kidogo? Asante. Nimekosea? Tunarudia. Ya mwisho. 1 2 3. Good. Thank you very much. Okay. Nafikiri sasa tuhitimishe kwa kusema hivi. Dada yeyote mwenye vision kubwa hasemi chochote popote vyovyote. Narudia. Hasemi chochote vyovyote popote. Na hafanyi chochote vyovyote popote. Maana yake yuko very selective. Ni mwenye kuchagua hiki hapa. Akijakaa sawa. Na ni msikivu kwa sauti ya Mungu kama alivyosema dada wa mwisho huyu. Ila msikivu kwa wakubwa. Nanielewa Mfano, dada mkubwa wako, kaka, si baba, si nani, mkubwa anaweza akakwambia, maana wana uzoefu, huyu kaka hata kufaa. Ila wewe sasa umemzimikia, yani usiku hulali haki ya Mungu. Hulali, unalala usingizi wa kushtuka tu kidogo. Kaka J. Kila wakati kaka J usiku wote dada. Halafu anakuja anakuambia kaka yako mkubwa au kiongozi wako tu mkubwa, anakuja anakuambia huyu mwache. Ukiona anakushauri hivyo, kutokea hapo mwache. Waswahili walisema ukubwa dawa, anayekuzidi kakuzidi. Akikwambia huyu kaka unaolewa na sharobaro, mwache. Ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ndoa umeshaharibu tayari, we ni mama sasa kwenye ndoa. So it's much better unakataa. Unasema no.
Tujifunze wadada kusema hapana ukiwa na mazingira yoyote yale. Na nimaliza kwa kusema hata unampenda mkaka, mmeshaanza mahusiano, hafu nagundua unatumia efforts kubwa sana ili yeye akupigie. Unatumia efforts kubwa sana. Yaani wewe unasumbuka kweli. Yaani wewe ndio una struggle. Nisikilizeni wanangu. Yaani eti Veila wewe ndio una struggle kwa ajili ya mkaka. Ukifika ukagundua wewe ndio una struggle sana kuliko mkaka mwenyewe, hakuna ndoa hapa. Mkaka kimpenda mtu, namalizia kwa kusema ushuhuda wangu. Mimi nilipenda mdada anaitwa Glory. Wangapi nafahamu jina la mke wangu? Anaitwa nani? Glory. Huyo mdada mimi nilimpenda. Nilikuwa nafanya efforts za kila namna mimi kumtafuta. Nimeenda kujitambulisha nyumbani, anko akanipiga biti, yule anko wake sasa akanichimba biti. Unakuja na suti yako ya kuolea hapa, unafikiri sisi Glory tunakupa kirahisi? Kwanza wewe hufai kwa binti yetu. Niliumia. Sasa nilienda na rafiki yangu mmoja. Rafiki yangu nilienda naye kashakasirika, ananibonyeza anasema alishamtafutia mtu. Achana naye, unang'ang'ania binti wa nini? Una binti wako wengi, achana naye. Mimi nampenda Glory. Mwishoni pale wakaita chakula ili tunawe tule chakula. Yaani nasema ananiambia tusile bwana vyakula vyao. Yanasema tusile bwana vyakula vyao. Watatudharau, achana nao. Na mimi nawaza nisipokula watanitafsiri vibaya, na mimi namtaka yule binti jamani. Mimi ngoja namwambia ngoja tu tule angalau uko mbele ya safari itajulikana. Ili angalau basi niweke hata reserve nisije nikaonekana mtovu wa nidhamu. Nampenda Glory. Sio, unanielewa? Angekuwa ni huyo ambaye wewe unaye wa kuunga na gundi. Mara leo amepiga, mara amepotea, mara amepoteza line, mara amehamia Tigo, Airtel. Yeye line zote anazo. Umeona? Angekuwa ndo huyo sikasha kuacha muda mrefu. Mimi nilikuwa nampenda bwana. Nikakoma bwana, baada ya pale na yeye alikuwa ananipenda kumbe bwana. Pale ndo niligundua naye. Nikampigia simu, yuko Dodoma, mimi niko Tabora muda huo. Nampigia simu, namwambia bwana, ninasikitika sana kukukosa. Ukweli mimi nakupenda, ila wazazi wako inaonekana walishaka kutafutia mtu. Hebu niweke wazi, una mtu? Sasa mimi sina. Kwani wamekufanyaje? Nikamwambia sina namna ya kusema chochote, ila ninaomba tupate utulivu wa miaka hata 2 kwanza. Nilipomwambia hivyo, yani naongea roho inaniuma. Unajua alichokifanya? Anamwambia mama yake, anamwambia sasa mtanionyesha huyo mwingine mliyemwambia mchumba wangu kwa mmenitafutia, mtanionyesha. Namtaka huyo mwingine mliyesema mnanipa. Anampigia anko. Anko, utanipa yule uliyesema yule mliyemwambia mchumba wangu kwamba ninaye, mtanipa huyo. Na kuanzia leo hamnipati, kapotea hewani. Walinitafuta. Si mpaka leo ninaye. Miaka 12 saa hizi. Tumpigie Bwana makofi. Mungu awabariki sana.